Hizi pombe zingine zinaharibu mbegu. Hizi pombe na madawa ya kulevya yanaharibu mbegu ya kizazi, na mwanamume ambaye kwa muda mrefu atakuwa sasa hawezi shughuli za uzazi, anapata msongo wa mawazo, anaanza kujiona kwamba hafai. Atakapoanza kujiona kwamba hafai, atatamani ajitoe uhai. Sasa kulikuwa na swali hapa na chifu alikuwa anauliza, hizi pombe tutazifanya nini? Hizi miraa, tumesikia kuna miraa hapa na kuna bangi, zinatoka wapi? Nani anazileta? Katika biashara ya madawa ya kulevya kuna hali mbili ama tatu. Kwanza, yule mtumiaji, kwa nini anatumia? Wengi wao watakwambia hawana kazi, hawa vijana, si ndio? Hawana kazi, kwa hivyo kazi imekuwa ni kutafuna miraa na inaitwa nini siku hizi? Kuna miraa na nyingine ugoro, sigara na hizo vingine zote. Sasa utaona kwamba wanasema they are idle, hawana kazi za kufanya. Je, hapa Mgange Davida ni kweli hatuna kazi za kufanya? Pengine wanabagua kazi kwa sababu kulima inakuwa si kazi. Ukishinda shambani kuanzia asubuhi mpaka saa 10, si utakuwa umefanya kazi? Si lazima hii kazi ya kuajiriwa, na kazi za kuajiriwa haziko tena. Kwa hivyo vijana wengi wanakuwa na hatari ya kuwa katika madawa ya kulevya kwa sababu ya kukaa bure tu, kukaa mitaani. Halafu kama unakaa mtaani, si kuna hao watu wako na hiyo miraa yao na hii nyingine inaitwa nini, mguka. Wewe unakuwa ndio soko la hiyo biashara. Tunasema katika kupunguza pombe na madawa ya kulevya, tunasema kupunguza demand reduction, kwamba hiyo pombe ama bangi ama nini haina soko. Tunafanya hivyo kwa kufanya watu wasitumie hayo madawa ya kulevya. Kwa mfano, kama ni Mbangara pale kijijini, ule jamaa akitengeneza lita 20, aone lita 5 zimepata watu wa kunywa, kesho atatengeneza ngapi? 5, hata tengeneza 20. Lakini ataona zimeisha saa 7, kesho anatengeneza kwa sababu kuna demand. So tunasema katika vita dhidi ya madawa ya kulevya, demand reduction, kupunguza ule uhitaji wa haya madawa ya kulevya, na kusuppress supply, kuzuia hizo pombe ama madawa ya kulevya zisifikie watumizi. Kuna ule wakati muguka ilipigwa marufuku, ulisikia vile watu walipiga kelele. Kwa hivyo supply ilikuwa suppressed, watumizi wakaanza kulia. Lakini ingekuwa suppressed kwa 3 months, kwa miezi 3, wangetafuta mbinu zingine za kuishi na ingekuwa hilo soko limeisha. Njia nyingine ya kupunguza madawa ya kulevya ni kupunguza ule uwezo wa vijana kuanza kutumia. Tunasema the age of debut, yani kule kuanza kutumia. Siku hizi vijana wanaanza kutumia madawa ya kulevya wakiwa wachanga sana, hata hapa primary wanatumia, si ndio? Kwa hivyo mtu akianza mapema, yeye ni soko la hiyo madawa ya kulevya kwa muda mrefu. Kwa hivyo ule mwaka ama umri wa kwanza uende juu, watu waanze kutumia madawa ya kulevya pengine wakiwa miaka 30. Wengi watakuwa sasa hawana tamaa nayo tena na hataingia. Lakini hawa miaka 18 ambao wanajigundua, ukishawaingiza hapo hawatatoka kwa urahisi. Njia nyingine ni kufanya wale ambao wanatumia sahihi waache. Tunasema increase abstention, waachane na mambo ya kutumia madawa ya kulevya, waende kanisani, waombewe, waokoke, mapepo yatoke na nini, waachane na pombe. Hiyo ni njia mojawapo ili waache matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu madawa ya kulevya vile nilivyokuambia yanaathiri ubongo na pia yanaathiri mwili, na mojawapo ya matokeo hayo ni sasa kizazi kuwa na shida
mahusiano kuwa na shida, vita, watu kupigana kama wanyama na wengine kuuana. Vijana wa siku hizi ukitembea mtaani utaona amekwangurwa hapa, amekwangurwa hapa, amekwangurwa hapa. Namuuliza nini? Tulianguka juzi kwa pombe, sijui. Wengine anaendesha bodaboda, ameanguka, amevunjika mguu, ameumiza abiria wake. Unaona? Kwa hivyo ukitaka kujua maeneo fulani kwamba ni watu wanatumia madawa ya kulevya sana, pia unaangalia hizi haya majeraha, injuries. Zikiwa kwa wingi, unajua hapa kuna matumizi ya miadarati na madawa ya kulevya, pombe na kadhalika. Je, hapa Mganga nikitembea hivyo nitaona watu wamekwangurika? Haya, njia nyingine ni utembee masaa fulani na uone kila mahali ukipita kuna mmoja ameanguka chini, amepata blackout, hasa masaa ya jioni. Hapa tunayo, tukitembea tunaona watu wamepata blackout, wako chini. Unaona? Kwa hivyo mambo, na hiyo inaleta hata laana katika familia. Kwa hivyo mambo mengine ngaje tunaangalia kama starehe, lakini ulevi ni changizo kubwa sana katika kuathiri afya ya akili kwa watu wa kawaida, na ni changizo kubwa sana katika kufanya watu wakose maana ya kuishi.